Ikhwata al-iman, baada ya siku 2 mpaka 3 tutakabiliwa na khairu ayami dunia. Kutoka leo mpaka siku 3 takriban zitaingia katika maisha yetu, ulimwengu wetu, siku zipendezazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku zozote zile alizoziumba. Nazo ni siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Siku 10 hizi fadhila zake ni kubwa mno kiasi cha kuapiwa katika Qur'ani, bismillahir rahmanir rahim, wal fajri wa layalin ashr. Ulama wa tafsir wanatuambia Allah akikiapia kitu kama alivyo mwenyewe mkubwa, haapi isipokuwa kwa mambo makubwa. Ukiona kitu Allah akakiapia katika Qur'an, basi ujue kitu hicho ni kikubwa. لأن العظيم لا يقسم لأن العظيم يقسم بالعظائم. Mkubwa Mwenyezi Mungu basi haapi isipokuwa kikubwa. Kwa hiyo wal fajri wa layalin ashr, na hapa kwa alfajiri na pia na hapa kwa siku 10. Layalin ashri, masiku 10 hayo yaliyotajwa hapo, ulama utafsir wanatuambia ni ayyamul ashr min Dhulhijja, ni zile siku 10 za mwanzo katika mwezi mtukufu wa mfunguo 3. Miezi mitukufu ni 4: Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram na Rajab. Katika miezi mitukufu hiyo risala na message ya Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, asije mtu akadhulumu nafsi yake ndani yake. Usidhulumu nafsi yako kwa kughibu akili yako, usiipe umuhimu miezi hii, kwa kutokuwa aware, kwa kufanya mambo mazuri na mema yatakayokufaidisha wewe katika siku zako za mustakbal ndani ya miezi hii mitukufu. Usidhulumu nafsi yako kwa kufanya maasi na madhambi, kwa sababu hii miezi haiko sawa na miezi mingine ambayo wewe unaijua. Kwa hiyo kwa njia yoyote, ima kwa kujisahau, usijidhulumu nafsi yako, au kwa kutoipa qima hakikia kinachopaswa kupewa kwa miezi hii mitukufu, au antusayiraha mithla shuhur, uifanye hii miezi ni kama miezi mingine, kulewa kama kawaida, uzinifu kama kawaida, kuiba kama kawaida, kusengenya kama kawaida, kuacha sala kama kawaida, ukajidhulumu nafsi yako kwa kutojua kwamba wewe sasa uko katika miezi mitukufu, hususan uko katika mwezi wa Dhulhijja ambao siku 10 zake za mwanzo Allah kaziapia. Lakini sio tu kuapiwa siku 10 hizo. Msikilize Mtume katika hadith sahih ya Imam Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Abbas. Mtume anasema, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Hakuna katika siku alizoumba Allah amali inapendeza sana kwa Allah, anaipenda sana Allah amali ifanywayo ndani ya siku hizo kuliko amali itendwayo katika masiku 10 ya mwezi wa mfungo 3. Sahaba waliposikia hii bila shaka walikuwa surprise. Ndio maana wakauliza swali, ya Rasulullah, hakuna amali ipendezayo kama amali ifanywayo katika miezi hii au katika siku 10 hizi? Walal jihadu fi sabilillah,
Hata yale mapambano kwa ajili ya kuinyanyua dini ya Allah na kalimatul haqq ya jihad haifui dafu mbele ya amali itendwayo katika masiku 10 haya. Mtume akasema walal jihadu fi sabilillah, hata hiyo pia haifanani na amali inayotendwa na kutekelezwa ndani ya siku 10 za Dhulhijja. Mtume akatoa adatul istithna, except illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji minhunna aw wa lam yarji min dhalika bishay, isipokuwa labda kuwe kuna mapambano kati ya muaskari shirki na muaskari iman, kati ya kufri na iman, zipambane makundi mawili haya, alafu huyu mtu atoke yeye na mali yake awe katika kundi la iman katika mapambano, kisha isirudi mali yake aliyoitoa wala asirudi yeye mwenyewe, wote wamalizikie katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu katika staili hiyo. Yani kuwe na mapambano kati ya imani na kufru. Uende zako benki, utoe akaunti yako, hela zako zote, usema hizi zitatumikia katika kazi inayofanywa na muaskarul iman dhidi ya kufru, na mimi mwenyewe nakwenda na mali zangu nakwenda nazo, kisha usirudi wewe wala mali. Huyu anawezekana akawa anashinda hicho tunachozungumza hapo, lakini vinginevyo hakuna amali yoyote inayotendwa na Muislamu ikashinda amali itendwayo katika masiku 10 ya Dhulhijja, hata jihad fi sabilillah. Hata zile siku za Ramadhani tunaambiwa kwamba kuna siku 10 za mwisho ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijipinda. Kana idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya layla shadda mizara wa ayqadha ahla. Mambo matatu alikuwa akifanya Mtume kama tulivyokuwa tukihadithiana. Anakesha na amsha watu wake na anafanya jitihada kuliko alivyokuwa akifanya katika miezi mingine. Zile ni usiku, ni laila, usiku. Hizi ni siku, ni day and night. Zile ni katika usiku bora, lakini hizi ni katika siku bora. Ule ni usiku wa Lailatul Qadri katika usiku bora, na ile siku ya 9 katika mwezi huu ni katika siku bora, sio katika usiku bora. Kwa hiyo katika usiku bora ni Lailatul Qadr, lakini katika siku bora ni michana bora iliyokuwa hakuna mfano wake, siku ya Arafa. Khairu yawmin tala'at fihi shams, siku bora ambayo jua limechomoza, yani mchana bora uliochomokeziwa na kuanzia asubuhi mpaka kuzama jua. Tunazungumzia hicho, hakuna kama siku ya Arafa. Kwa hiyo Allah anaridhishwa, na ukisikia Allah anaridhika au anapenda, maana yake ni nini? Mtume anaposema ma min ayamin al-amalu salih fiha au fihinna ahabbu ila Allah. Akisema hivyo Mtume kuna maana gani? Kwamba amali hii inapendeza zaidi kwa Allah. Amali ikipendeza kwa Allah, anaikubali, anaibarikia, anafurahishwa nayo, anailea. Hata ukifanya kidogo katika hizo amali, maadamu Allah anaipenda, anaibariki, anailea, atailea, utakwenda kuikuta amali hiyo ilivyokuwa kubwa, kama alivyozungumza Mtume katika baadhi ya hadithi. Unapotoa sadaka, Allah anaipokea, fayurabbi kama yurabbi ahadukum faluwahu au fasilahu. Mtume anasema katika baadhi ya hadithi, Allah anakulelea, anailea sadaka yako kama vile mmoja wenu anavyomlea farasi wake mdogo au ngamia wake mdogo. Faluwa na fasila ni makinda yale.
mpaka linakuwa gamia kubwa au farasi kubwa au ndama ng'ombe kubwa, kwa sababu ya malezi ambayo sasa na amali ndogo unapoifanya Allah anailea, anaibarikia, anaikubali. Kwa hiyo inakuwa ni kitu kikubwa baadaye, kwa sababu Allah kafurahishwa nacho. Ikhwata al-imani wal-islam, ndugu zangu Waislamu, usije ukaghafilika na kutenda amali ndani ya siku 10 za Dhulhijja. Ikiwa ulikuwa unapupa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunakuona kila siku unafanya ibada, unafanya itikafu, unasoma Qur'an. Basi Qur'ani uliyoisoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhan haishindi Qur'ani utakayoisoma ndani ya siku 10 za Dhulhijja. Sadaqa uliyoitoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan inashindwa na sadaqa utakayoitoa katika siku 10 za Dhulhijja, kwa sababu tumesema amal ma min ayami al-amal, amali yoyote utakayoitenda wewe katika masiku mengine yote huwezi ukakompea na amali ya mtu iliyotendwa ndani ya siku 10 hizi za mfungo tatu. Tunaambizana hivi ili zisije zikaingia hizi siku, nazo ziko karibu. Zinavyoingia ndivyo zitakavyotoka, wewe una habari. Sisi tunapita transit hapa duniani, kwa hiyo tunahitaji kitu kinachoitwa mubadara. Haraka haraka tunapatiliza, it's game of chance. Tumepata nafasi tunaitumia. Umri wenyewe mnaona vifo vinavyokabili. Ijumaa iliyopita tulimzika maalimu mmoja maarufu hapa Zanzibar, Maalim Abubakar, na kifo chake kilikuwa kama hivi. Ghafla moja tu ametoka barazani kwake, anavuta uradi wake, anaingia kipani kwake kujinyosha kidogo, ameshachoka. Kule kujinyosha, alijinyosha ndo hatuamka tena mpaka siku ya Kiyama. Watoto wake wakimwamsha, amka ule chakula chako tayari, kila kitu, haamki tena. Daktari akija anasema huyu kutokea saa 1 ameshafariki. Yani just like that, mtu anakufa kama mzaha hivi. Na hivi ndivyo kifo kinavyokuja kwa kila mmoja miongoni mwetu. Yeye ametangulia, sisi tuko nyuma tunakwenda. Kwa hiyo mubadara unahitajika. Umri mdogo uwe nao, lakini uwe na rasilimali kubwa, uwe na faida kubwa ya matendo. Sasa faida kubwa utaipata vipi? Ni kupatiliza, kufanya ibada, kufanya mambo makubwa katika nafasi kama hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa.